Ili usipitwe na habari zetu, gusa alama subscribe, kisha gusa alama ya kengele. JAP Online TV, yetu sote. Bwana, mambo vipi? Natumai mko poa. Mimi majina yangu naitwa Rodrigo, kama Rodrigo Code aka Simba, na hapa nimekuja kupiga mastori shega kama Kalabwanda. Niko na superstar mkubwa sana wa KC Kansas City Missouri Independence Moko. Bwana, karibu sana. Utakwenda kujitambulisha majina yako ili mashabiki zetu pia na wadau waweze kukufahamu. Kwa jina naitwa Gedeon Ali maarufu kama Ronaldo ama Gaz Mawete. Ila unapendelea kuitwa kama jina gani? Baadhi hayo majina. Gaz Mawete ndo jina lako ambalo unalipendelea sana? Asante sana. Okay, leo tumependa kukutembelea na vile na karibu sana kutembelea TV zetu za JAP Online kupiga mastori. Nafikiri umeshaelewa. Kwanza tutaanza na swali moja baada na lingine. Hivi unaishi wapi sasa hivi? Unaishi wapi? Niko home. Uko home? Okay, ni vizuri sana. Umeshagaoa kwenye maisha yako? Ushawahi kuoa? Ushawahi kurendeza kwenye maisha yako? Mwaka gani? Niko ma 2023 I think. 2023. Na mpaka hivi ambao ulimuoa ndo uko naye au? Hapana. Tumeshaachana. Mshaachana? Mshaachana ama tumeshaachana? Mmeshaachana. Sasa hivi uko single? Hamna, mimi siko single, nishaoa. Ushaoa? Mlirudiana au? Hamna, ni mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine. Yule mwanamke wako wa kwanza mlibahatika kupata naye watoto wangapi ama amkubahatika kuzaa chochote? Watoto wawili tu. Watoto wawili. Kwa mkutegemea kuendeleza mzao wenu au? Hamna, machangamoto tukaachana. Kwa changamoto ilipelekea nini mpaka mkasambukana ama kuachana? Changamoto ilikuwa ni nini? Naweza nikasema changamoto ni nyingi sana. Nyingi. Sasa tuanzie hapo. Unajua changamoto za ndoa ni nyingi, lakini kuna baadhi ya zile ambazo ni za msingi sana ambazo zinakuwa zinapelekea ndoa ikafarakana. Unaweza kututajia mojawapo ya hizo tu, ndio wakajitahidi kuzifahamu? Tuseme in short, hatukuwezana kivile, kitabia, hatukuvumiliana, vitu kama hivyo. So kuna tabia moja au na nyingine unaweza kutafsiria ilikuwa hivi mpaka tukashindwa kuvumiliana? Unajua siku zote wanasema kama mtu akatoke parfum. Nikizani unajua parfum, right? Najua. So na mimi nilikuwa na makosa yangu na nilikuwa makosa yake, but kufuatana na mazingira ya familia tena mimi na mapenzi ya kuforce inaishiaka njiani. Yaani ulikuwa kama mnaforceana? Mimi nilikuwa na force mapenzi lakini haikuwezekana. Kwa hiyo unatuambia sasa hivi umeoa na tunategemea nini kutoka kwenye ndoa yako ya pili? I think nilipata lesson. Nikizani ile ndoa ya kwanza nilipatia lesson kwa sababu sipendi nipoteze tena ya pili. Na vile hivi kuna mabadiliko gani ambayo unayaona ama umeshayaona kwa ule mke wako wa kwanza na huyo wa pili? Kwa sababu huyo wa pili almost ni kama mwezi au 2 weeks na wiki mbili. Na yule wako mliishi naye miaka mingapi? Miaka 2.5. Miaka 2.5. Ndani ya hizo wiki 2 na miaka 2.5 kuna matokeo gani ambayo ushayaona ndio unasema kwamba ningejua ni matokeo, yani tuseme ni vitu gani ambavyo ushaga viona kwa huyu wa sasa hivi? Ina depend because huu wa pili naweza ya kusema kiatuaikala sana kivile, lakini kuna utofauti fulani na ule wako. Tofauti fulani kama utofauti naweza nikasema usafi
kujua kujali mume wako, vitu vya hivyo. Muhendo mume anahitaji nini kwa nini, unajua yani. Hata ule wa kwanza alikuwa na mabienfia yake alikuwa nayo, but alikuwa pia na maerero fulani. So mimi naona hii maerero kwa huyu mweniko naye iko tofauti. Huyu like yani iko tofauti. Yani tuseme mwanadamu akose mapungufu, but wanapishana na vitu fulani. Ndio hivyo kumbe. Kwa ndo changamoto ambazo zilisababisha mkafarakana. Hamna, ni mambo ya familia tu, mambo ya familia. Kwa hiyo hivi tokea umoyo mwanamke wako wa pili, ushaenda kuangalia watoto wako, kwenda kuwapelekea zawadi, ama mke wako ashaga kupigia simu kwa nini ulioa? Ushaga tokea hiyo hali? Hajawahi kunipigia. Ama wewe kumpigia simu? Haweza kukutana sehemu tu yote. Hatuna mawasiliano yote. Hamna mawasiliano. Ameshawahi kuniblock na mimi nikamblock back. So kuachana, so naweza nikasema mimi naye ile ya kusema collaboration nataki bazazi. Kama vile nilikuwa na ile affection ya kusema nianze kuja kuangalia watoto wangu ni vigumu sana, kwa sababu namjua yeye gisi pale, namjua vizuri sana. Nafahamu vizuri. So siwezi nikakuwa na ile kuacha kwenda kule. Malazima tuseme ni watoto yangu wale, siwezi wasahabu au kuwakataa, but ni vigumu mimi kufika kule. Labda nitumie ndugu yabo, ndio napeleka kitu fulani hapo sawa. Okay, kuna kitu ambacho ulikizungumzia hapa kuhusiana na usafi. Unajua usafi uko katika hali nyingi sana. Kuna usafi huu, kuna usafi huu. Kwa ni usafi upi huu ambao tunataka tuufahamu sisi kama wadau pamoja na jamii? Ni usafi huu. Kiukweli naweza nikasema usafi yani tuseme ya mnyumba. Ya mnyumba yani ilikuwa mpe uchafu sana kwa mwanamke wako. Yani banasemaga bidhaa. Sio kama like nasema ni mchafu, but alikuwa na ile udhaifu wa kufanya usafi nyumba. Yani tuseme kama uvivu. Alikuwa na hiyo uvivu wa kufanya usafi nyumba. Mama ikikuja anakutana mtoto hajanawisha mtoto, analala masani, viponje kule, yani bagara shakara. Naweza nikasema hata mimi sijakutana hata chakula mezani bro, like ukitoka company tena unasonga. Yani hivyo nisubiri mama akuje, labda mimi sasa hizo zangu za faster. Hayo tema tukio ulikuwa mkuta yuko kwenye situation gani? Analala au anafinya simu ama yuko tu anaangalia tu like yani tuseme kama ni mvivu fulani. Yani naweza nikasema hivyo. But kuna mambo mengine alikuwa mzuri, lakini na tabia zingine ambao pia ikunifurahisha na pia ikufurahisha mama yake. Ulikuwa unafanya ukirudi tu kwenye tuseme tofauti na company, kwenye mashughuli mengine tu inabidi uwajibike kwenye jiko na pika, afu naye anakula hicho chakula. Na bado mtoto hajamuogesha mtoto wake ama mtoto wenu, mtoto wa mama. Mtoto wetu sisi, mtoto wangu wa kwanza anashindwa kumuogesha mtoto wake. Yaani unakutana mtu analala na anafikisha paka 12 nyumba bado chafu. Amelala tuseme amelala usiku vendeze. Yani mpaka 12 unakutana amelala bado hajafanya hivyo. Sasa hiyo tayari ilikuwa inapelekea na nini? Wewe kama mwanaume wake. Mimi nilisimama kama mwanaume kumkonseye mwenzangu, kumuonesha njia nzuri ambao maybe itafurahisha mama yake huko. Unajua maisha bro, mwanamke siku zote kia lazima tu bora kuwe rafiki ya mama yake mko kuliko wewe, kwa sababu unajua changamoto na kwa mingi sana kwenye ndoa wakati uko unaishi na mke wako na mama yako mko. So kama urespect mama yako mkwe ni sawa sawa na mwili italeta fujo. Kwa ilikuwa hizo changamoto zilikuwa zipo kufanya mambo ya usafi na respect kwa maza. Kondo changamoto ambazo zilisababisha mfarakano. Ndio changamoto. Tuseme hivi kitokea namna ama fursa kusema kwamba eti anajililia kabisa eti mume wangu nisamee yale mambo ambayo yalitokea, ni ya kawaida, nimejirudia mimi kama mwanamke ama binadamu, tuishi pamoja, mtabadilika. Wewe kama mume wake kabisa, ana maamuzi gani? Haiwezekani. Kwa nini sasa isiwezekani? Haiwezekani, labda tuishi tu kama wazazi tu, kwa sababu tumeshaza watoto basi. Haiwezekani tena kurudiana
anaitwa nani? Mama Rebo. Anaitwa Mama Majolene. Mama Majolene. Yeah, haiwezekani. Haiwezekani kwa nini? Yani haiwezekani hata shetani aslimu. Haupo tayari kabisa kumsikiliza. Yeah, yani kama ni ile antanki wazazi na wazazi. Yeah, kuhusu watoto mtakuwa pamoja. Sio kwa pamoja, yani kushirikiana tu ya watoto. Kushirikiana, mtoto amefanya hivi yani ile respect tunaheshimiana. Na tunaangalia watoto watakula nini, lakini ile maisha yake ya kimapenzi ni yake. Mimi niko ulisema wewe kurudiana tena na Rebo mpaka shetani asilimu. Haiwezekani. Haiwezekani. Inaonekana usha mind sana ya maswala. Hamna, sija mind. Ni mtu ambaye nampatia respect kwa sababu ni mwanamke ambaye kwanza aliwahi kumzalia watoto na namheshimia, so siwezi nikamzalia kwa sababu nimeshaoa. But ile respect ya kusema kila mtu afanye maisha yake na tuangalie wale watoto watakula nini basi. Lakini ngambo ya mahusiano eti kurudiana haiwezekani, hata shetani aslimu. Ya ni vizuri sana na kuna kingine hapa ni kama cha kuongezea ama cha kumalizia. Nafikiri tulishaongea mambo mengi kuhusiana na masuala kama na haya. Tulishaongea mambo mengi. Hivi huyu mtu wako pili upo tayari kumchiti au? Na siwezi. Hata ule wa kwanza ulisema au maneno tuliona na tulikuulizia hivi ukasema kwamba mnapendana nyinyi, mimi kuachana na huyu mtakufa. Ulisema wewe kuachana na Rebo utakufa. Lakini sasa hivi hujakufa. Unaona? Ndio hii kauli tena unatuambia hapa. Mimi sijui kama kuhusu mke wangu wa kwanza siwezi nikasema kile. Lakini niliongeaga kuhusu hiyo swala. Sio kama like ilikuwa bahati mbaya ama ulikuwa umelewa. Amna, tunajua vitu vingine ni vibe tu, kiki. Yani unasema uliishi naye kwa kiki, mambo ya mtandaoni. Ya mtandaoni ilikuwa kiki. Nyingine ilikuwa para tanki mzazi tuliishi naye. Tumekaa ni muda mrefu. So ule ni mwenzangu mzazi. Siwezi ikitokea ukampenda mwanamke mwingine tofauti na huyo mke wako, itatokea nini? Haiwezekani kwa sababu ule wa kwanza sijawahi kumchiti, so haiwezekani kumchiti ule mke wako. Na hapa katikati tulikuwa tunasikia mafununu sijui Recho sijui hivi. So kuhusu Recho, ingekuwa Recho natoka naye. Hivi Recho ni nani yako kwanza? Recho kama dada yangu tu, rafiki yangu tu. Kama dada yako? Mbona hivi nikuulize swali. Hivi kisu naona mimi nao hapa hivi ingekuwa Recho natoka naye, ingewezekana Recho kufika hapa ama Recho kukua na mimi tena karibu? Inawezekana kuna watu ambao wanaishi hayo mazingira kama ya kuact. Unaweza kuishi na mwanamke wako na kuna mwingine kama Panyapoliza tu mnaishi naye. Inasemekana ni dada kumbe ni mke mwenzie. Ndio maana nilisema tena kwa hiyo interview kwanza, mimi na Recho mimi sijawahi kutoka naye. Na sitawahi. Unasikia kutoka naye. Ni dada yake ya Rebo, ndugu yake, familia. Hivi so mimi siwezi nikatoka naye. Hivi Rebo na Recho waga wanaongea? Haongeaje msi. Kwa nini sasa dada na nini tuseme mkubwa na mdogo washinde kuongea kwa nini? Hapo kuna changamoto ambayo ilikuwa inatokea. Rebo alikuwa anamchukulia nani Recho kama bi mdogo wake. Unajua I think kuna video fulani ambao tulikuwa tushalewa sana, tulikuwa kwenye sherehe fulani, so tuliwahi kudance. Sasa kuna mtu ambaye alikuwa anaingia live akaanza tufilme, so ile kutufilme ile madansi tulikuwa tunacheza watu wakaichukua wakapozi wakamtumia Rebo, mke wako. Ndio pale ni mwenzangu mzazi, sio mke wangu. Tunamuita mke wako? Hamna, ni mwenzangu mzazi, mke mwenza mke mwenza. Sio mke wangu, mimi niko na mke. Mimi niko na mke, so ukikazia hapo unakosea. So mimi ndipo pale njoo mwenzangu alimind. Ile mawakazi tulikuwa mu relation. Hiyo ni kawaida, mwanamke unaweza kasirika, lakini niliwahi kumuelewesha, lakini mwenzangu alimind. Akamlogi mwenzake, nikambembeleza, nikafanya kila kitu. Haikuwezekana, mimi nitafanyaje? So mimi sijawahi kutoka na Recho. So hii mada ya watu wanaongelea mimi na Recho. Recho ni dada yako.
kama rafiki yangu tu. Kwa hiyo wewe kutoka naye wenda hata kumtamani nini? Hamna, Recho ingekuwa tunatoka naye kwenye media angekubali. Angekubali. Yeah. Okay, kwa asante sana. Mimi nafikiri tumefika ukingoni wa maelezo yetu ama maswali yetu. Kuna kipi cha kuambia mashabiki zetu wa JAP Online? Yeah, wazidi kusubscribe kwenye JAP Online JAP TV, mzidi kusubscribe. Yeah. Mfuate channel ya Simba Dangote. Yeah, shukrani sana. Thank you bro. Yeah. Ili usipitwe na habari zetu, gusa alama subscribe, kisha gusa alama ya kengele. JAP Online TV yetu sote.